kwa sababu tayari alikuwa ameshaharibu. Kwa hivi kuharibu si tatizo, tatizo ni wewe kukumbuka. Kukosa ibada kuanzia Januari mpaka sasa si kitu, lakini kitu sasa kumbuka ya kwamba ibada ni lazima. Msikose kukusanyika kama ilivyo desturi ya watakatifu. Hiyo ni desturi. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Wangapi wako tayari kukarabatiwa? Wangapi wako tayari tuwasafishe? Hii ni wakati wa kusuza. Nataka nisuze moyo wako, nisuze. Naongea na moyo, ni usuze. Nina taulo na sabuni, nisuze. Na damu ya Yesu hapa, tusuze mioyo. Suza mioyo, udhaifu ule uondoe. Wewe ukuumba uwe dhaifu. Mungu alikupa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nguvu ya ziada. Nguvu ya ziada unayo. Usikubali kuwa nyorodo. Mkristo aliyechoka, Mkristo wa kifafa, anaanguka anainuka, anaanguka anainuka. Kataa kifafa cha kiroho, anza upya na Bwana. Kumbuka wapi umeanguka, kumbuka wapi umeshindwa, anza upya. Hii ni wiki ya mwisho ya mateso ya Yesu. Utafakari. Nataka nikuangue. Sijui kama mnanielewa. Mtu ambaye amedumaa tunataka tumwamshe aanze upya. Na wengine ni kama kijongoo, mpaka kutane na jiwe ndio anageuka. Jongoo warudi nyuma mpaka gonge kitu ndio sasa anarudi. Au wheelbarrow, mkokoteni. Wakristo wa mkokoteni unaosukumiza Jumapili moja mpaka hapa. Ukimwacha mpaka Jumapili ijayo mchukue. Mpaka hapa. Yaani hawezi kwenda mwenyewe. Leo tunaondoa kupooza kwa miguu ya kiroho. Tunakuondoa kupooza kwa jina la Yesu, ili uweze kwenda mwenyewe, uweze kusukuma mwenyewe, uweze kwenda mbele, maana Mungu yuko ndani yako. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ni wiki ambayo Yesu aliingia hekaluni na akapindua meza za wauza njiwa, za wafanye biashara, watu waharibifu. Akapindua meza zao, akasema imeandikwa, nyumba yangu ni nyumba ya sala. Na wiki hii Mungu mwenyewe atakuja na Yesu Kristo ataingia ndani yako, apindue kila meza, apindue kila biashara inayoendelea kwenye moyo wako. Hekalu ni mfano tu, lakini alikuwa anasema wewe kwenye moyo wako Yesu ataingia. Apindue. Wapangaji wa uongo, wale wapangaji, kuna wapangaji ndani. Kwenye moyo wako umeweka nini? Atapindua nyumba ndogo, atapindua washikaji, atapindua maboyfriend na magirlfriend. Apindue ndani ya moyo. Haleluya. Unajua bwana, mwili ni matatizo sana. Hata mtu wa kiroho sana ugandwa na mwili. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana, nautaka moyo wako. Nataka kuingia kwenye moyo wako. Mruhusu aingie kwenye moyo wako. Aondoe kila ambacho hakina mapenzi. Mwambie Mungu, niondolee ugomvi. Mungu, niondolee wivu. Mungu, niondolee chuki. Mungu, niondolee wizi. Ndani wewe mwenyewe unajua kuna nini. Unaje kuweka vitu ambavyo havistahili katika moyo. Moyo wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Kwa hivyo mwambie Mungu, nikarabati. Mungu, nitakase. Mungu, nisafishe. Mungu, naanza upya, nasahau yaliyopita. Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili. God is God of a second chance. God is giving you a second chance. Anza upya na Bwana ufanikiwe. Umeshindwa, sawa, sasa anza upya. Kuanguka si hoja, kitu muhimu kuinuka. Usianguke ukakaa pale, lakini unaanguka mara moja huyo. Unakimbia, utaenda. Lakini ukikaa hapo mimi
utakaa hapo hapo, mwisho hautafanikiwa. Wangapi wananiambia wataachilia kila dhambi, utaachilia kila udhaifu, utaachilia kusimama mwenye kataa katika jina Yesu. Na kataa kila udhaifu. Wengine wadhaifu wa ulevi, wengine wadhaifu wa uzinzi, wengine wadhaifu wa mambo mbalimbali, uongo. Kataa katika jina la Yesu. Na kataa dhambi, na kataa ukishindwa, na kataa kuanguka katika jina la Yesu. Na kataa katika jina la Yesu. Naanza upya katika Bwana. Kataa mwenyewe, hakuna mtu atakukatalia dhambi, ama sivyo itakung'ang'ania katika jina la Yesu. Na kataa kila roho chafu inayoniaibisha, roho ya aibu, roho ya kuniaibisha katika jina la Yesu. Dhambi king'ang'anizi, toka kwa jina la Yesu. Dhambi za uongo, toka kwa jina la Yesu. Dhambi za wivu, toka kwa jina la Yesu. Dhambi za dharau, toka kwa jina la Yesu. Mtu umlishe lakini unamdharau, akipita unabinua mdomo, kwani nakula chakula chako? Yani wengine wana dhambi za rejereje zisizokuwa na maana. Lazima ukatae dhambi za rejereje, hazina maana. Kwa Mungu hakuna dhambi ndogo wala kubwa, zote ni dhambi. Kataa kabisa katika jina la Yesu. Nakataa dhambi zote, nakataa kila aibu, kumsulubisha Yesu mara ya pili. Nakataa kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Siwezi kubeba uongo, nakataa kwa jina la Yesu. Amen. Tukae katika Luka 15. Luka 15, anza ule mstari wa 17. Yule mwana mpotevu alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi nipo hapa nakufa kwa njaa. Akazamiria moyoni akasema, nitaondoka, nitaenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye mmoja wapo wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake akamuona, akamuonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Mwana mpotevu alifanya alivyofanya, lakini baadaye akili ikamrudia. Akasema, mimi baba yangu ni tajiri, ana mali, ana chakula. Anasema, kwa nini mimi nife njaa? Nitarudi kwa baba yangu na kuomba msamaha. Aliporudi akaona ajabu, baba yake akamkimbilia, akamkumbatia, akamvika vazi zuri, akamvika pete, basi akafurahi. Pasaka ni kipindi cha mwana mpotevu kurudi nyumbani. Pasaka ni wakati wa kumwambia Bwana, ninaomba nisamehe, nimerudi, nimeshindwa, siwezi, lakini naomba unisaidie. Habakuki sura ya 3 mstari wa kwanza na wa pili. Anasema, Bwana, fufua kazi yako ya miaka. Tutasoma mwenyewe nyumbani. Habakuki alikuwa anasema fufua. Ni wakati wa kumwambia Bwana, fufua maombi yangu, fufua roho ya maombi, ianze upya. Mungu fufua roho ya uimbaji, roho ya kushuhudia. Mungu fufua, naomba nianze upya. Yani uwe na ujasiri ule wa zamani, urudi. Usikubali Pasaka kuachwa katika hali ile ile, lazima upate mabadiliko. Pasaka ni uamsho. Pasaka ni sikukuu kubwa kuliko Christmas, ni sherehe ya ukombozi. Lazima na wewe ukombolewe. Jiziri mbele za Bwana. Mungu angalie kilichopotea, akirejeshe tena katika maisha yako. Najua kwenda safari ya mbinguni hakutakiwi kujikaza kaza. Safari ya kwenda mbinguni ni automatic. Kama kweli uko rohoni, kila kitu utakifurahia. Ibada utaifurahia. Kukaa nyumbani mwa Bwana utaona raha. Utaona ni kero, utasikitika, utalalamika. Kwa hivyo ni kipindi kizuri kabisa cha kukarabati maisha yetu ya kiroho. Tuanze upya
kama Yakobo. Mwanzo 32 ule mstari wa 24, Yakobo alijua ametapeli, lakini alipokutana na ndugu yake akaambiwa, mwenzako amekuja na wafanyakazi 400 kukulaki. Ilibidi ajifiche, aombe, alie, ararue moyo wake. Mungu nisamehe, nilichukua uzalio wa kwanza wa kaka yangu, nisamehe nipate kibali machoni pake. Mungu akambadilisha, akamwita Israeli. Ni wakati wa kubadilishwa jina lako. Ulikuwa mlala usingizi, utakuwa mama wa maombi. Usiku utaomba, utaamka saa 9 uombe, utakesha hata kama peke yako, utamlingana Mungu. Ni wakati wa kuanza vizuri, kama vile Danieli sura ile ya 4 ukianza mstari wa 24 endelea mbele, utaona Nebukadneza alivyojinyenyekeza mbele za Mungu, kuisha kuwa msukule huko porini akiwa na makucha marefu na manywele marefu miaka 7 kwa sababu ya ujeuri. Akasema, Mungu himidiwe, Mungu wa Israeli, wewe ni Mungu unastahili kusifiwa, wewe peke yako ni Mungu unastahili kuabudiwa, na mimi nimeanza kukuabudu wewe. Wakati wa kuanza upya, kama Wakorintho wa kwanza sura ile ya 6 mstari wa 18 na ule mstari wa 20, ikimbieni zinaa, kwani hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Yanasema kila dhambi anaifanya mwanadamu anaifanya nje ya mwili wake, lakini yeye anayezini na kahaba anafanya ndani ya mwili wake. Unachafua hekalu la Mungu. Anasema yeye atakayelichafua hekalu la Mungu na Mungu atamchafua. Kipindi kizuri kabisa uingie katika Pasaka kwa unyenyekevu mkuu, ukitafakari ya kwamba wewe ni mwanadamu umemkosea. Sasa unaanza Kanisa la Mlima wa Moto Mikocheni B linakukaribisha katika kipindi hiki kizuri cha Pasaka. Tazama, kwa kupigwa kwake msalabani Yesu Kristo alituweka huru na magonjwa yote, fadhaa zote, na sisi tunaoamini tu huru kweli kweli, kama katika kitabu cha Zaburi 32 mstari wa 7 hadi ule wa 8. Usikose ibada za Mlima wa Moto wiki hii na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kupitia mpako wa mafuta wa Bwana, mchungaji kiongozi Mheshimiwa Daktari Mama Gertrude Rwakatare. Nyote mnakaribishwa. Kutakuwa na ibada kila siku kwa wiki nzima na mafungo yanayoendelea kanisani Mlima wa Moto Mikocheni B Assemblies of God. Tunataka kurudisha vitu, tunarejesha. Kukesha tunarejesha katika jina la Yesu. Pokea kukesha. Tunarejesha maombi katika jina la Yesu. Tunakusanya, pokea maombi. Usikiapo tangazo hili, mtaarifu na mwenzio. Toka mbali, toka mbali, toka mbali, nimetoka mbali. Weka mikono yako miwili kifuani. Tafakari tu upendo wa Mungu, tafakari tu wema wa Mungu, tafakari tu umeshindwa wapi. Pole katika kushindwa, lakini kitu muhimu ni kuanza upya na Bwana. Anza upya na Bwana. Mwambie Mungu, fufua kazi iliyokufa ndani yangu, fufua huduma zilizokufa ndani yangu, fufua vipawa vilivyokufa ndani yangu. Bwana unisaidie. Bwana, naachilia kila dhambi, naachilia chuki, naachilia dharau, naachilia wivu, naachilia magomvi yote, naachilia kutokusamehe, naachilia. Naanza upya na wewe. Mungu nisaidie, Mungu nikumbuke, Mungu nishindie, na mimi nipe nguvu mpya, na mimi nipe ushindi mpya katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu tuko mbele za uso wako Bwana. Ni kipindi cha kusuuzwa, ni kipindi cha kutakaswa, ni kipindi Mungu cha ukarabati wa kiroho. Karabati Mungu na damu ya Yesu. Mungu mtakatifu, tunaachilia tulivyovishika kwenye mioyo yetu, tunaviachilia. Tunaachilia magomvi Mungu, tunaachilia tulivyobeba katika mioyo yetu, tunaachilia katika